أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zanguni, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na kuzitaka rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zanguni, tumo ndani ya masiku ya kuzaliwa kiongozi wa waumini Ali ibn Abi Talib salawatullahi rabbi wasalamuhu alayhi. Ali ibn Abi Talib ni mtu ambaye shakhsia yake ni kubwa katika Uislamu, lakini nafasi yake vile vile ni kubwa katika ulimwengu huu. Historia imemwandika Ali ibn Abi Talib na imemworodhesha kuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa bora, lakini nafasi yake ya ubora ni nafasi ya pili baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unapotafuta watu waliokuwa bora zaidi duniani baada ya Nabii Muhammad, hakuna zaidi ya Ali ibn Abi Talib. Katika kila sekta, katika kila nyanja, hakuna zaidi ya Ali ibn Abi Talib baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kiasi kwamba Nabii Muhammad anaeleza akituambia kwamba ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kwamba mimi ndiyo mji wa elimu na Ali ibn Abi Talib ndiyo mlango wa mji huo. Faman arada almadinata walhikmata falyatiha min babiha, na yeyote atayehitajia kuingia kwenye huo mji wa elimu, lakini yoyote atakayehitajia kujifunza na kupata hikma, basi falyatiha min babiha, basi aingie kwenye mji huo kwa kutumia mlango huo, ambaye ni nani? Ni Ali ibn Abi Talib salawatullahi rabbi wasalamuhu alayhi. Ndugu zanguni, tunapoizungumza shakhsia hii, tunapohitajia kumzungumza Ali ibn Abi Talib, kuna mengi ya kuyazungumza, hususan katika nyanja za kuzaliwa au nyanja ya kuzaliwa Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, kwanza kabisa, kabla ya kuanza kuzungumzia kuzaliwa kwake, kuna nukta ambazo tunaweza tukaziangalia. Ndugu zanguni, sisi ni waumini, sisi ni Waislamu, na Muislamu yoyote katika dunia kuna ile misingi ambayo ni lazima aiamini. Ili uitwe Muislamu ni lazima uiamini Qur'an. Katika Qur'ani, ndugu zanguni, kuna mengi yamezungumzwa ndani ya Qur'ani, lakini Qur'an imezungumza masala ya visa, imezungumza masala ya historia, imezungumza maswala ya matukio mbalimbali yaliyotokea kabla ya kuja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zanguni, tunasoma katika historia ya Uislamu kisa cha Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Ndugu zanguni, kisa cha Nabiyullah Ibrahim na mushrikin. Baada ya Nabiyullah Ibrahim kuvunja masanamu ya mushrikin, na akachukua shoka kubwa alilotumia kuvunja masanamu, akaliweka kwenye bega la sanamu mkubwa miongoni mwa wale masanamu walioyavunja. Wanakuja mushrikun, wanakuta masanamu yao yamevunjwa, wanaulizana, huyu ni nani aliyevunja masanamu yetu? Lakini wanaambiana, wanasema, hapa hakuna mwingine isipokuwa kuna kijana anayeitwa Ibrahim, huyu ndiyo aliyevunja tu haya masanamu. Kwa nini? Kwa sababu itikadi yake na yetu ni tofauti. Anaitwa Nabiyullah Ibrahim,
Anaulizwa, anawaambia muulizeni huyo aliyebeba shoka, huyo sanamu mkubwa huyo ndo aulizwa, sababu yeye ndo aliyebeba shoka. Lakini akili zinawarejea, wanaona tunamuulizaje kiumbe ambaye au kitu ambacho hakizungumzi? Lakini mwisho wa siku anahukumiwa Nabiyullah Ibrahim kunyongwa. Hukumu ya kwanza ilitoka anyongwe, lakini wakasema la, harikuhu, mchomeni moto huyu, msimnyonge. Wakakubaliana mushrikun wamchome moto Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Na historia inasema moto ulioandaliwa kumchoma Nabiyullah Ibrahim alayhi salam ni moto ambao kuni zake kila mkazi wa eneo lile alihusika kuziandaa kuni hizo, pabila kujali matabaka yao, pabila kujali umri wao. Kila mmoja alishiriki katika kuandaa kuni za kuwasha moto utakaomchoma Nabiyullah Ibrahim. Ndugu zanguni, Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, historia inatuambia fawadau Ibrahim al-Khalili fi ala, wakamuweka Nabiyullah Ibrahim kwenye kifaa maalum cha kumrusha Nabiyullah Ibrahim katika moto. Nabiyullah Ibrahim baada ya kuwekwa kwenye kile kifaa na moto kuwa umekwisha washwa, uko tayari kwa ajili ya kumchoma Nabiyullah Ibrahim, wakadhafuhu min makanin ba'id fi wasati tilka an-nari al-azima, wakamrusha Nabiyullah Ibrahim min makanin ba'id, kutokea mbali ya ule moto, fi wasati tilka an-nari al-azima, wakamrusha paka katikati ya ule moto mkubwa waliouandaa kwa ajili ya kumchoma Nabiyullah Ibrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mwenyezi Mungu anatuelezea kisa hichi, anasema baada ya kuwa Nabiyullah Ibrahim anarushwa kwenda katika moto, Mungu anasema tukauambia moto kuwa baridi na salama. Kwa nani? Kwa Nabiyullah Ibrahim alayhi afdalu salatu wassalam. Ndugu zanguni, hiki ni kisa ambacho kimemtokea nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huu ndio muujiza ambao uliomtokea Nabiyullah Ibrahim ndani ya moto. Tunasoma katika tafsiri za Qur'ani riwaya kutoka kwa Ahlul Bait alayhimus salam, wanatuambia lamma khataba Allahu nara biqawlihi kuni bardan, pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipouhutubia moto, alipouambia moto kuni bardan, kuwa baridi. Ahlul Bait wanatuambia kada Ibrahim an yamuta min albardi, ilikaribia Nabiyullah Ibrahim afe kwa baridi ndani ya moto, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauambia tena moto wa salaman, lakini we moto usiwe baridi tu kwa Nabii Ibrahim, la, kuwa salama pia kwa nani? Kwa Nabiyullah Ibrahim. Ahlul Bait wanatuambia fasalima Ibrahim min almauti bilbardi, Nabiyullah Ibrahim akawa amesalimika na mauti kutokana na baridi iliyokuwa ndani ya moto. Huu ni muujiza uliomtokea Nabiyullah Ibrahim ndani ya moto ulioandaliwa na mushrikun kwa ajili ya kumuunguza nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile katika Qur'ani tunasoma kisa cha Nabiyullah Musa alayhi salam alipokuwa mbele ya Firaun na wale wachawi na waganga wa kienyeji waliokusanywa na Firaun kwa ajili ya kushindana na Nabiyullah Musa alayhi salam. Ni kwa namna gani fimbo ya Nabii Musa iligeuka kuwa nyoka na ikaweza kumeza vinyoka vidogo vidogo vilivyotokana na fimbo za wale mushrikun na wale waganga wa kienyeji, na ile fimbo ya Nabii Musa ikarudi kuwa fimbo.
Hii yote ni miujiza, hii yote ni maelezo yanayopatikana ndani ya Qur'ani, ambayo kwa Muislamu anayeamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayemwamini Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini na anayeiamini Qur'ani, mtu Muislamu huyu hawezi akapinga matukio haya yaliyoorodheshwa ndani ya Qur'ani yaliyowatokea manabii. Lakini vile vile tukio la mwisho tunasoma katika Qur'ani kisa cha Nabiyullahi Isa alayhi salam, pindi ambapo mama yake Maryam aliporudi naye kwenye kaumu yake, kwa watu wake, baada ya kujifungua mwanawe Isa alayhi salam, na kaumu yake, watu wake wakamshangaa Maryam kwamba inakuwaje Maryam leo hii anakuja na mtoto hali ya kuwa Maryam hana mume. Ni kwamba Maryam amefanya uchafu, amefanya ufuska, leo hii amekuja na nini? Na mtoto. Lakini nini alichokifanya Maryam? Maryam akawaashiria wamuulize mtoto mdogo ambaye ni Nabiyullahi Isa alayhi afdalu salatu wassalam. Mayahudi wanamuuliza, ni vipi tutamzungumzisha mtoto mdogo ambaye hawezi kusema? Kwamba ni vipi sisi tutaongea na mtoto ambaye bado ni mtoto mdogo, hajafikia umri wa kusema? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, vipi tutamzungumzisha mtoto mdogo ambaye bado yupo kwenye mahdi, bado yuko kwenye bebeo, kabebwa akiwa ni mtoto mdogo? Lakini nini alichokifanya Nabiyullahi Isa alayhi salamu akiwa mtoto mdogo? Akasema, inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya, kwamba mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu amenipa kitabu na amenifanya mimi kuwa nabii. Hiki ni kisa ambacho tunakisoma katika Qur'ani, lakini vile vile haiwezekani mtu yoyote ambaye ni Muislamu akapinga kisa cha namna hii, ikiwa tunaamini na ikipatikana imani kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muweza wa kila kitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwake kila kitu kinafanya utiifu. Kila unachokiona katika ulimwengu kinamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi hatuwezi tukapinga tukio zima la kuzaliwa Ali ibn Abi Talib ndani ya Kaaba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi tukapinga tukio la kupasuka ukuta wa Kaaba na kuingia mama wa Ali ibn Abi Talib ambaye ni nani? Ni Fatima binti Asad. Ndugu zanguni, haya ni matukio ambayo tunafundishwa ndani ya Qur'ani kwamba ni miujiza ambayo imewatokea manabii waliotangulia kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni wajibu wa kila Muislamu aamini matukio haya ni kweli yalitokea. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani inathibitisha. Na wewe utakaposhindwa kuamini haya yanayozungumzwa na Qur'ani kuhusiana na matukio yaliyowatokea manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunasema wewe tunakutoa katika wigo wa nini? Wa Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu kuamini Qur'ani, kuamini kinachozungumzwa ndani ya Qur'ani ni dharura min dharuriyati dini al-Islam, ni mambo ya lazima miongoni mwa mambo ya lazima katika nini? Katika Uislamu. Na haya ndiyo yanakufanya na yanakuthibitisha kwamba wewe kweli ni Muislamu na unamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini unaamini maneno yake aliyoyaleta kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zanguni, inshallah kwa leo tuishie hapa. Tukija katika kipindi kingine tutakuja kuanza kuangalia tukio zima la kuzaliwa Ali ibn Abi Talib ndani ya Kaaba. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.